hivi unatuaga unasema tusifadhaike mioyoni mwenu. Je, na unasema ya kwamba unaenda kwa baba yetu kutuandalia makao mahali tutakapokuwepo na sisi tutakuwepo. Tuonyeshe huyo baba tumjue, tuonyeshe huyo baba tumjue. Yesu akamwambia mwanafunzi wake, wewe nimekuwa pamoja na wewe siku zote hizi usinijue. Maana yake ukimpokea Yesu ndiye Mungu mwenyewe. Maana yake ukimwona Mungu, yeye umemwona Mungu mwenyewe. Ukimwona Yesu umemwona Mungu, ukimwona Yesu umemwona Mungu. Maana yake hakuna Mungu bila Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Sasa wengine wanaambiwa kwenda kwa Mungu lazima uwe na mafuta ya upako. Amina. Ili umpate Mungu lazima ubebe na chumvi. Wengine ili umpate Mungu lazima uwe na maji. Ulikuwa ni ushamba wa zamani. Ili umpate Mungu lazima si ubebe manini. Hakuna. Ili umpate Mungu alafu mbebe Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye yeye ametolewa kwetu. Yeye ni mwana Mungu. Ukimpokea na wewe anakufanya mwana wa Mungu, anakufanya mtoto aliye juu, anakufanya mtoto aliye juu. Na pia nasema katika Zaburi 82:6 ya kwamba ninyi miungu aliye juu, lakini mtakufa kama wanadamu. Yes. Tunapotembea hapa duniani ukimpokea Yesu, wewe unakuwa mbaba yako, anakutuma kwako. Anasema ya kwamba siku moja akaingia hekaluni akawakuta wafanya biashara katika hekalu ambalo baba yake alimwambia. Alisema ya kwamba hekalu hili itakuwa ni nyumba ya sala. Watu wataabudu mahali hapa, watu watanitukuza mahali hapa, watu wataniimbia mahali hapa. Lakini wanadamu kwa sababu hamjui Mungu wa kweli, wanajua waganga wa kienyeji, wanajua mashetani, wanajua midini, wanajua makazombe, yani wanajua miungu ya kwao. Wengine wanaabudu makaburi yao, hawajui kwamba iko nyumba ya sala. Wanaenda kwenye makaburi, wanatoa na sadaka huko. Wanaenda kwenye makaburi, wanaomba babu zao kwamba babu nisaidie shamba hili mwaka huu, nataka nilime, nivune matunda mengi.